Subscribe on Snipe Online, like, share, also comment to our videos. Kama unavyoona hapa na hizi tayari zimeshakomaa. Kwa hiyo baada ya muda tutakuja kuvunwa na pelekwa sokoni. Kama unavyoona hapa, ina maana kuna utofauti, unaweza kaona hii na hii aviendani, kwa maana kwamba hii ilitangulia kidogo kupandwa na hii ndo ikafuatia, na zile ambazo tumeziona kule ambazo bado ziko chini ndo zimepandwa. Tunaweza tunapeleka nani bidhaa zetu sokoni, mwisho wa siku utaishia kukuta leo unapeleka unauza shilingi 200, kesho utauza shilingi 50 hivyo. Kwa hiyo kuna na kitu na kita pesi fluctuation, leo inapanda kesho inashuka. Kwa hiyo tatizo la soko na yenyewe linakuwa obstacle katika mazao yetu ambayo tunayalima. Tunashukuru sana, na kama nchi yetu ya Tanzania sasa hivi Rais wetu wa Tanzania anatuambia kwamba ni serikali ya viwanda, kwamba tunatumia sasa teknolojia kwa kila kitu ambacho tunakifanya. Tumeangalia kwenye sekta ya madini, sasa hivi wanatumia sasa teknolojia, wanatumia mbinu mbalimbali za kuextract madini tofauti na zamani zile njia za kulima. Labda kwenye kilimo kama hiki nyie mnatumia strategy gani au mnatumia mbinu gani ambazo zinahusiana na sayansi na teknolojia? Nafikiri kwa upande wa sayansi na teknolojia, labda dawa. Tuna pampu ambazo tunazitumia kunyunyizia dawa kwa ajili ya kuyafanya yale mazao yasishambuliwe na wadudu ambao wanaweza wakayaharibu. Na kitu kile labda kama serikali ikiweza kutuwezesha kwa kutuletea trekta angalau kwa bei ya punguzo, ili mtu hata akienda kakodi ile trekta kwa 30,000 kamlimia, inaweza ikasaidia zaidi kukuza kilimo ambacho tunakifanya. Tunashukuru sana. Na kwenye maelezo yako umesema kwamba kuna challenge ya karoti kuharibiwa na maji, na hizi ni sehemu za chemichemi kwamba maji yanakuwa mengi zaidi. Sasa mnafanyaje au mnatumia strategy gani kucontrol hayo maji yasiwe mengi kwenye mazao yenu labda? Kitu ambacho tunakifanya ni kwamba tunachimba mitaro mirefu ambayo inatoa yale maji yanatiririka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana maji kutuama. Labda kama wakati wa mvua ikinyesha, na maana yanakuwa mengi na ile mitaro inajaa, ikishajaa ndo unakuta karoti zimeharibika, zimeoza. Na tumeona hii ni sehemu open sana, hamna fence, hamna kitu chochote. Kwa hiyo na hizi sehemu kama hizi kunakuwa na challenge za wezi. Hasa mnafanyaje ili kuzuia watu wasije kuiba mazao yenu? Kwa sababu ukiangalia karoti mnazolima na mahindi na miwa na maboga na vitu vyote ambavyo mnalima huku ni sehemu ambapo ni open na vinatumiwa sana na binadamu, na vitu ambavyo vinatumika kila siku kama mlo wa binadamu. Na hizi kutakuwa na uwezo na kuja kuiba huku. Hasa mnatumia challenge gani au mnatumia mbinu gani ya kuzuia watu kama hao ambao wanakuja kuiba mazao yenu? Hilo swala la kuiba, kwanza niseme kwamba nimshukuru Mungu kwamba huku hatujabahatika hatujawahi kupanda vitu tukakuta vimeibiwa. Ni kwamba vijana wanajishughulisha, wanafanya kazi ambazo zinaingizia kipato. Kwa hiyo unakuta ile kuwazia kwenda kuiba mashambani, hiyo sasa hivi kwa muda kama miaka 5 nyuma hivi hatujaiona hiyo. Na kuna kitu ambacho umesema kwamba kuna variations ya bei kwa mazao, kwamba ukipeleka sokoni labda bei unakuta imepanda, imeshuka. Umesema ni inaitwa cost fluctuation. Hiyo sasa unajua sisi wataalamu wengine hatujasoma masuala ya economics, kwa hiyo sometimes inakuwa ngumu, usishangae kidogo. Kwa hiyo kuna ongezeko na upunguzo la bei kwenye mazao. Labda hiyo challenge yenu mnaichukuliaje? Kwa sababu wewe kama mkulima, labda hii itakuwa ni challenge kwako kwamba umeandaa vitu kwa budget fulani, lakini unakuta ukija kuvuna haupati kulingana na makisio ya budget ambayo umetumia. Hasa hii challenge mnafanyaje kama bei itakuwa na variation? Of course tunaendelea kuumia kwa sababu kama bei tayari umepeleka ikashuka, unaamua tu unauza hivyo hivyo hata kwa hasara, lakini unajua kwamba siku nyingine nikilima huenda nitafanikisha kupata bei ambayo inaendana na kile ambacho nimekilima. Tunashukuru sana, na watu watakuwa wamekuelewa vizuri. Unamshauri nini mtazamaji ambaye anakuangalia sasa hivi kupitia YouTube? Toa neno lolote, umeelezee au mwambie kitu ambacho inabidi afanye na aweze kunani maisha, aweze kujisaidia kimaisha kupitia kazi ya kilimo. Karibu sana umshauri mtazamaji ambaye anakuangalia sasa hivi. Ndugu yangu, kama unatuangalia hapa,
unaweza ukajishughulisha na kilimo ambacho mwisho wa siku kitakupatia kipato ambacho kitakusaidia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hicho kipato simaanishi kwamba ukilima maisha yako yabaki kuwa ya kulima. Unaweza ukalima ukapata mtaji ukaanza kufanya business nyingine ambazo zitakufanya zitafull kutoka stage moja kwenda stage nyingine. Lakini bado unaweza ukacomment ni vitu gani ambavyo unahitaji kuvipata ili tuweze kuletea, sababu tunalima vitu vingi sana huku. Leo tumeanza na karoti, kuna mahindi, kuna miwa. Kwa hiyo unaweza ukacomment hapo ushauri wako, lakini bado na wenyewe unaweza ukaupata. Ila usisahau kusubscribe katika channel YouTube yetu ya Snip Online au Logence HD, utapata video kama hizi, na kama utakuwa na kitu chochote cha comment au swali lolote au ungependa kupata bidhaa hizi, unaweza kusubscribe au ukanitumia message kupitia WhatsApp kwa hiyo namba ambayo iko hapo kwenye YouTube profile, na tutapata video yako au comment yako na tutakushughulikia. Thank you very much, subscribe. Na leo tumekuja makala ya kilimo, na siku nyingine tutakuja na makala mbalimbali tukiwa na wataalamu mbalimbali. Cha msingi ni kusubscribe.